Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Nafurahia Mungu kwa neema yake, maana ametutendea mambo makuu na anazidi kututendea. Haleluya! Mungu anazidi kututendea. Kama vile pastor amesema, tuko YouTube. Ukienda YouTube una search Paramount Jesus Christ Ministries, Paramount Jesus Christ Ministries, na utaweza kupata ujumbe zote mpaka ya last week yote iko hapo. Hata hii wiki tutaweka. Haleluya! Najua kwamba Mungu anatusongeza mbele. Tutanunua hata mashine zingine, ndio sauti ikitoka usikii kelele, maana sasa hivi tuna rekodi tu, lakini Mungu anatusongeza mbele, maana Bwana hufurahia kazi ikianza. Haleluya! Bwana hufurahia kazi ikianza. Nakumbuka wakati ambapo nilimwomba Mungu, nikamwambia nipatie simu niweza rekodi, nikamwambia nitakuwa na rekodi mahubiri, na Mungu akanipea, na nikakaa miaka mitatu. Na juzi pastor nikamwendea tena, akaniuliza si ni wewe nilikwambia uanze? Haleluya! Na nikaanza na haturudi nyuma. Haleluya! So wewe ukiangalia, tumia marafiki, na ikiwa uko kazini katikati ya wiki unatafuta muda unaangalia pastor alituhubiria nini. Haleluya! Tuache kusema tuko pamoja kiroho na wewe uko kula, uko na njaa. So leo tunaenda kujifundisha kuhusu kuomba. Tunaenda kujifundisha kuhusu kuomba. Naomba tukapate kwanza nikaombe. Baba mtakatifu, asante Jehova kwa neema zako. Tunaomba neema yako ikawe nasi, semezana nasi. Karibu Roho Mtakatifu, chukua usukani na utawale tamalaki. Kwa kweli ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa ameni. Amen. Haleluya. So, tutaanza na kitabu cha Luka mlango wa 22 mstari ule wa 40. Luka mtakatifu chapter 22 verse 40. Tuone Yesu alisema nini kuhusu kuomba. Maana maombi ni muhimu sana. Wakati Yesu baada ya kuwatuanga wale watu walikuwa wakifanya biashara katika nyumba ya Bwana, aliwaambia kwamba nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya sala na maombi. Haleluya. Hii ni kusema kwamba mahali popote kumeinuliwa madhabahu kwa ajili ya Mungu, kitu kile muhimu zaidi na kinapaswa kufanyika sana ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mahubiri yako yasikuwe marefu sana kuliko maombi yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, unapaswa ujikuze kimaombi ndio upate kusonga mbele. Usome passport nasema hivi, nasoma kwa Kiswahili. Biblia yangu imeandikwa kwa lugha ya Kitanzania. Utasikia ni tofauti na hapo kidogo. Alipofika huko akawaambia, salini msije mkaingia katika kishawishi. Kisha akawaacha akaenda umbali wa mtu kuweza kutupa jiwe, akapiga magoti akasali, Baba, kama wapenda ukiondoe kwangu kikombe hiki, hata hivyo mapenzi yako yatimizwe wala sio yangu. Hapo malaika kutoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo. Akiwa katika uchungu mkubwa, alisali kwa bidii zaidi, na jasho likamtoka kama matone ya damu
likatiririka mpaka chini. Baada ya kuswali, aliwarudia wanafunzi wake, akawakuta wamelala, kwani walikuwa na huzuni. Akawaambia, mbona mnalala? Amkeni mswali, msije mkaingia katika kishawishi. Biblia hapo najua nasema msije mkaingia majaribuni. Haleluya. Neno la Bwana anasema kwamba Yesu akaambia wanafunzi wake kwamba waombe wasije wakaingia katika majaribu. Hiyo ni kutuambia kwamba wakati ambapo tunajipata tumeingia katika majaribu na kulemewa na majaribu, inamaanisha kwamba maombi yetu yamepungua. Haleluya. Kama kiwango ambacho Mungu amekuinua kimezidi yale maombi ambayo ulikuwa unaomba, na sasa unapaswa ujiinue, uongeze maombi yako ndio ushinde yale majaribu. Haleluya. Mhubiri wa kwanza akasema kwamba wakati ambapo unajaribiwa, neno la Mungu anasema kwamba Mungu huweka mlango wa kutokezea, lakini inakupasa wewe kujua kwamba huu mlango wa kutokezea ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Huu mlango wa kutokezea ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukaanza kutafuta mlango mwingine, ni maombi. Kwa hivyo akaambia kwamba msali, muombe, tuombe tusije tukaingia katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapaswa uombe, usije ukajipata umeingia majaribuni. Kwa nini tuombe? Mbona tuombe? Haleluya. Maombi ni kuzungumza na Mungu, ni kufanya ibada. Haleluya. Ni kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunapaswa kuomba. Kitu kingine ambacho kinatupaswa sisi tuombe ni kwa sababu ni amri. Bwana Yesu asifiwe. Ni amri. Yesu alipokuwa akitembea hapa duniani aliomba zaidi, na yeye alikuwa ni Mungu kwa mfano wa mtu. Mbona aombe na yeye ni Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuja kutuonyesha njia. Akatuambia kwamba mkitaka msiingie katika majaribu kama mimi, mkitaka msianguke katika majaribu, basi kesheni mkiomba, basi ombeni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu katika nafsi na maisha ya mwanadamu. Moja hapo ni maombi. Haleluya. Na ingine ni neno la Mungu. Neno la Mungu linakuzanga nafsi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unasoma ile neno la Mungu, unafunuliwa kuhusu Mungu zaidi. Unafunuliwa kuhusu matatizo yako. Unafunuliwa kuhusu mpango wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo unaomba, unakuza roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu roho yako inapokea nguvu kutoka kwa Mungu. Neno la Bwana linasema kwamba wakati Yesu aliomba, malaika alimshukia. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akatiwa nguvu, na yeye akatiwa moyo. Wakati ambapo unahisi kwamba hali ni ngumu, unapaswa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tatizo ni ngumu zaidi, haupaswi kulalamika, bali unapaswa kuomba zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Upaswi kuzimia, unapaswa kuomba zaidi. Haleluya. Neno Bwana anasema kwamba imepaswa watu kuomba na si kuzimia. Hii ni kumaanisha kwamba wakati ambapo hauombi umezimia. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akiwa amezimia haizi saidia mtu. Kuzimia ni kufaint. Haleluya. Ile unakuwa ukiitwa uitiki, wengine hawapumui. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akizimia saa hii tunaanza kumpatia huduma za kwanza, tunaanza kutafuta ambulance. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba wakati ambapo wewe Mkristo umekataa kuomba, umezimia, umefaint, na sasa
wakati ambao hujakuwa ukiomba, umefaint, unaamua kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Maana adui atakukujia. Kitu cha kwanza unapaswa kujua ni kwamba shetani ni adui yako mchana na usiku, asubuhi na jioni, kila wakati. Hauhitaji kufanya kitu ndio akusumbue. Hauhitaji kufanya kitu ndio mipango yako isambaratishe. Haleluya. Ukiwa hujafanya lolote, yeye yuko tayari kukuharibu, maana hiyo ndio kazi yake. Wakati wote ako na mission ya kukuangamiza. Naye Yesu mission yake ni ya kukupatia uzima. Lakini uzima wa Mungu apatiani nini? Tunaamka asubuhi napata nguvu zimejaa. Haleluya. Unaitoka unaomba. Shetani kukuvamia hahitaji kukuuliza. Hahitaji umwambie nivamie. Haleluya. Lakini Mungu apende kukuvamia kwa sababu ya upendo. Anataka umfuate kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka umuombe kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima uamuke, uanze kuomba, kwa sababu ibilisi anaangalia mambo yako. Unapopanga mipango yako, nisema ukapanga ukasema mwaka ujao nataka kujenga nyumba. Haleluya. Na yeye pia anaangalia umepanga nini ya kuharibia. Ukipanga na yeye anapanga. Wakati mmoja Mungu akaambia Israeli, mfalme wa Asiria ako na mipango mibaya kukuhusu. Na wakati ambapo neno la Mungu linazungumzia mfalme wa Asiria, inazungumzia ibilisi, kwamba shetani ako na mpango mbaya kukuhusu. Lakini mpango wa Mungu ni kukupa matumaini. Na ndio mpango wa Mungu kuja katika maisha yetu, tunapaswa tuombe. Haleluya. Sio kuzimia. Maana ukizimia utasaidia. Haleluya. Adui akikukujia na wewe umespend. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kwamba, Biblia inasema kwamba wewe ni mwanajeshi wa Kristo, alafu umefaint. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine wale wanajeshi wetu wa Kenya wazimie kwa vita, tutafanywa nini? Haleluya. Wameenda kwa vita na wamefanya nini? Wamefaint. Ndio maana unaomba haziendi mahali. Kwa nini? Kwa sababu wewe unamkanga kupiga vita wakati vita imetangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanajeshi yoyote mwenye ataenda kujifundishia vita katika uwanja wa vita atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo yeyote mwenye ataanza kuomba wakati ibilisi ameinuka, haujakuwa ukiomba Monday to Saturday, umelala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usishangae watu hawaombi. Unaweza kuwa umeketi kando ya mtu mwenye ombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie amka uombe. Bwana Yesu asifiwe. Usipende usingizi. Anayekuroga ameamka, wewe umelala. Ukiamka asubuhi uombi, unatumia Mungu SMS. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaambia Bwana habari ya asubuhi. Hata waambia Mungu habari ya asubuhi. Unamkaka, Baba asante kwa kuniamsha nilinde siku nzima. Amen. Wengine wanaomba wakilala, Bwana tukiamka asubuhi tunakushukuru. Ukiamka asubuhi unatoka tu, nimechelewa kazi. Haleluya. Kisirani kinakufuata huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo inakupaswa wewe kuamka na kuomba. Inakupaswa uanze kuomba. Haleluya. Ukuze nafsi yako. Biblia inasema tuombe aina zote za maombi. Haleluya. Wewe usitake kujua. Bwana Yesu asifiwe. Omba aina zote za maombi. Hata kama unasikia kuongea kwa lugha, kuomba kwa lugha, omba. Mtu akikuuliza Bwana hizo ni nini unaongea, mwambie sio yako, ni ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe omba. Haleluya. Wakikwambia unaomba sana, waambie hapana, sijaomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Tujifundishe kuomba. Wakati ambapo unasikia mtu anaomba hapa na maombi yako imeisha, wewe anza kuambia Mungu unaweza.
Mungu anastahili. Hakuna kulinganishwa na Jehova Jire, hakuna kufananishwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima uambie mahitaji yako. Kwa nini watu wanaomba muda kidogo? Kwa sababu wanajiombeanga wao. Unaomba tu hitaji yako, Baba sina fedha, Baba sina chakula, Baba niko mgonjwa, Baba kumbuka familia yangu, na inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Omba zaidi. Haleluya. Hata kama wazo imekukujia, wacha nitishe Mungu shaba, wewe omba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ombea watu, ombea kanisa, kumbuka jirani yako, muombe. Hivyo hivyo jilazimishe kuomba. Kwa nini watu wapendi kuomba? Maana maombi si matamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine maombi si matamu. Wakati mwingine mwili unakataa. Unasema wacha niombe, unasema Baba yangu ulio juu mbinguni, maneno yanapotea. Haleluya. Jilazimishe. Unasema leo nataka uniombe wanawa. Unaomba, unafunga macho, unaomba. Ukifungua macho unadhani wanawa imeisha, unapata umeomba dakika 2. Bwana Yesu asifiwe. Funga macho tena, omba zingine. Wewe fungua, angalia sasa upate ni 5. Haleluya. Umeomba zaidi, endelea. Sikwambii uombe masaa 10 kila siku. Nakwambia tu songeza tu kidogo, dakika 2 kila siku, dakika 2 kila saa. Ukiomba asubuhi dakika 5, mchana omba 7. Ukiomba mchana dakika 7, usiku omba 10. Ukiomba usiku dakika 10, asubuhi yake omba 15. Unajisongeza tu kidogo kidogo, na itafika mahali utakuwa ukianza kuomba unamaliza masaa. Utakuwa ukianza kuomba unasikia nchi inatetemeka. Utakuwa ukianza kuomba unapokea maono. Utakuwa ukianza kuomba Mungu anasema na wewe. Utakuwa ukianza kuomba unafunuliwa siri. Utakuwa ukianza kuomba matatizo yanaondoka kwako. Utakuwa ukianza kuomba unaona ukiinuliwa. Haleluya. Mtu anaanzaga tu pole pole kama mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme unajua Pastor Alfred anaomba masaa 5, leo lazima niombe kama yeye. Unajitesa. Haleluya. Anza tu kidogo kidogo, tembea. Na Bwana anasema utembee na neema yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea na neema ambayo Bwana hiyo, Mungu atakuongezea. Maana imeandikwa, aliye na kidogo na anakitumia atazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukianza kuomba usiache. Kama unaomba kila siku usiache. Kwa sababu wakati ambapo kama unaombanga saa 3 ya usiku, Mungu atajua kwamba mwanangu kuja kwangu saa 3 ya usiku. Kwa hivyo malaika atakuwa na kungojea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo haukuji, ujumbe wake unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo matatizo ni mengi, ingia maombi. Wakati ambapo adui amekutishia, tutaona utatoka Mombasa bila kitu, wewe usimjibu, nyamaza, ingia katika maombi. Haleluya. Daudi anasema kwamba anamuomba Bwana asubuhi, mchana na usiku, na hatukuona hata siku moja Daudi alishindwa vita. Wakati adui alikuwa akiongea, alikuwa anasema nyamazeni, huyo adui akinitukana Mungu ananihurumia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kuinuliwa kwako, vitu zingine huinuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo malaika ametembelea Maria mama wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alipomtembelea alimwambia kwamba you are highly favored. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona maisha yake Maria yalianza kupata matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Hizo Israeli ukipata ujauzito bila mume walikuwa na kugonga mawe. Na amepata. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hakuambia Mafarisayo, hakuambia watu wa hekalu kwamba Maria akona ujauzito wa Roho Mtakatifu. Hakuambia. Hata kuambia Yosefu
Wakati Yusufu anataka kutoroka, ndio Bwana akasema, akamtokezea akamwambia, usifanye hivyo. Haleluya! Mungu akikutokezea akikwambia ni siri yako, na watu hawatajua, utaambiwa umebarikiwa, lakini zile vitu ambazo unapatana nazo ni matatizo. Zile vitu zinakuja kwako ni changamoto. Wakati huu unaambiwa umebarikiwa, unakosa rent. Wakati huu unaambiwa umebarikiwa, hauna fees. Haleluya! Lakini nataka nikwambie, baraka za Mungu huja na vikwazo. Adui akiona malaika ameshuka kwako ukuinukia, ili akufanye usimwamini Mungu. Haleluya! Wako adui wanakanga wakikuangalia hivi, wamekuweka katika ramli zao. Wakati ambapo wanaangalia malaika ameshuka, wanaangalia ametumwa kwa nani, wanasema ametumwa kwa Mesha, basi kuna kitu amepewa, twende tukapigane na yeye. Kwa hivyo wakati ambapo utaona hali zako, vitu zako zilikuwa zinaendelea vizuri, lakini matatizo ndio yanakuja. Nataka nikwambie, Maria alipoteza mpaka nyumba kwake, nyumbani kwake. Mungu anamwambia toroka. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amemwambia umepokea baraka, umebarikiwa kuliko wanawake wote duniani, na anatoroka kwake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunaonanga baraka, ukipewa baraka ni Mungu anakuweka mahali unatulia, unasema sasa adui zangu hawatanigusa. Haleluya! Zinakujanga na vita zake. Wakati unainuliwa kiwango, vita inaongezeka. Wanasayansi wanasemaka the higher you go, the cooler it becomes. Lakini katika ufalme wa Mungu, the higher you go, the hotter it becomes. Haleluya! Wakati unainuliwa tu kidogo, vita inaongezeka, na wewe unahitajika uinuke. Kwa nini vita inaongezeka? Kwa sababu kiwango chako kimepanda. Wakati wanajeshi wanaenda kwa vita, anayewindwa sana ni jenerali. Haleluya! Mkuu ndio windwa. Kwa nini? Akiuawa vita imeisha. Kwa hivyo wewe umeinuliwa pale kwenu nyumbani, wewe tunaomba, wewe ndio utawindwa. Maroho zote za hapo kwenu zinaachana na wengine, zinasema tushambulie huyu. Bwana Yesu asifiwe. Wakiangalia umeinuliwa kijijini, maroho zote za kijijini zinasema shaulini wale wengine, hao si tisho, tushambulie huyu. Ukiinuliwa mjini, wanafanya hivyo, maroho za mji zinaungana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja katika ndoto Bwana akanifunulia, ukiambia pepo atoke, anaendanga anakusanyika na wengine, na anakuja akiwa na nguvu hapo mimi. Haleluya! Maana anasema hii nyumba yako, anakuja kushambulia tena. Ukimwambia toka tena, anaenda anajikusanya tena, anakuwa mkubwa zaidi. Unatoka mahali pa kusumbuana na tupepo, unaanza kusumbuana na ngome. Haleluya! Unatoka mahali pa kusumbuana na majirani, unaanza kusumbuana na wakuu wa serikali, kwa sababu kiwango kimeinuliwa. Wakati ambapo Ibrahimu ameinuliwa, walimwonea wivu, wakamkujia wakamwambia toka kwetu. Haleluya! Wamekuwa mkuu sana, toka kwetu. Wanakufukuza. Kwa nini? Wanakuogopa. Haleluya! Lakini wewe usipoelewa, utaanza kuogopa. Neno la Bwana nasema hivi kwamba sisi ni chumvi ya dunia. Haleluya! Wewe ni chumvi ya ulimwengu, lakini chumvi ikipoteza ili kama uchumvi, haleluya, ladha yake, uchumvi wake haifai, inakuwa kama changarawe. Wakati wewe unaomba, wewe ni chumvi. Unapoacha kuomba, wewe ni changarawe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Anza kuomba uone mambo yakibadilika. Ongeza maombi kidogo kidogo. Ukiona kuna atmosphere ya maombi, weka nyimbo za kuabudu.
Anza kwa kuabudu. Wewe mwabudu Bwana ni wewe. Haleluya. Usitake kujua. Mtu asikwambie kitu. Wewe unalipa kodi. Jirani mmoja alikuwa anaongea kwa sauti kubwa. Akasema ni nani ananiuliza nimelipa rent. Hii ni pesa yangu nakalia. Usiniambie vile naongea. Na mimi nikasoma, hata mimi nimelipa rent. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sheria ya Kenya inasema ukilipa rent wewe ndio mwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ndio mwenye nyumba. Na chochote unafanya unalipia kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo omba. Maana anakuja kuambia unatupigia makelele. Haleluya. Na wao wakiweka zao auambie unawapigia makelele. Bwana Yesu asifiwe. Waambie sio wewe na kuombea. Haleluya. Sio wewe nazungumza na wewe. Nazungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kujua. Zungumza na Mungu. Haleluya. Mungu anataka mashujaa. Watu ambao waogope. Danieli hakuogopa. Meshaki akasema tunajua tuliyemwamini anaweza kutuokoa. Hata asipotuokoa tutamwabudu. Haleluya. Haleluya. Kwamba Mungu usiogope. Weka worship. Weka. Anza kuomba. Kwa Bwana akishuka. Waomba. Wakikwambia piga makelele, waambie sio mimi ni roho wa Mungu. Wakikwambia mwambie nyamaze, waambie kuna mdomo anaposikia kamwambia nyamaze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alijua kuwajibu. Walimwambia kwamba unahubiri kwa nguvu za nani? Akawauliza. Yohana alihubiri kwa nguvu za nani? Unijibu ndio niwajibu. Haleluya. Bwana anasema kwamba tusiogope wakati ambapo atatuinukia, tutapewa cha kuwajibu. Haleluya. Usiogope maana Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Wewe anza kuomba na atakuinua. Utapata nguvu. Wakati unaomba watasikia kishindo. Haleluya. Wakati mmoja katika Israeli wamewekwa katika, wamefungiwa, wamezungukwa na majeshi. Mungu akatumia wenye ukoma, jeshi la Washemi likakimbia, wakikuja wanasikia kishindo. Haleluya. Ukiomba Mungu atatuma kishindo kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watajua kuna mtu ameingia. Maana ukiingia mahali unatawala ile hanga, kwa maana Roho wa Mungu yuko ndani yako. Ndio chumvi yako iongezeke, omba sana. Ndio mwangaza wako uongezeke, unapaswa kuomba. Haleluya. Neno Bwana sema kwamba we should pray without ceasing. Tuombe bila kukoma. Maana Kristo ambaye haombi ni Mkristo ambaye hana ladha. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tunaitwa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Tuko makuhani. Kile ambacho kinatofautisha ni kiwango cha maombi. Na hakuna mtu amezuiliwa kuomba sana. Haleluya. Hakuna mtu amezuiliwa kuomba. Ni wewe unajilimit. Wakati ambapo unaanza kuomba, kuko na zile vitu shetani anakuanga amekukanyagia. Ukianza tu kuomba hivyo unashikia kuna uwepo, anakudanganya. Weka nyimbo za Injili. Heka worship. Kuna wimbo tu wenye ukiweka unashikianga uwepo wa Mungu umekushukia. Weka huo. Endelea tu. Ukiimba kwa redio na wewe anza kuimba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata tu kuimba, utasikia umeanza kusema asante Yesu. Utasikia umeanza kusema asante Baba. Na hivyo ndivyo umeingia. Hivyo ndivyo umekuwa connected. Ukishakuwa connected, usikate. Endelea kuomba. Shetani akikwambia haujaangalia maharagwe, haujatandika maharagwe, haujadondoa maharagwe, mwambie asante kwa kunikumbusha, lakini saa hii ninaomba chakula cha rohoni kwanza, ya mwilini baadaye. Maana ninajua Mungu wangu anaweza kunipa zaidi ya maharagwe. Haleluya. Mwambie asante
kwa kunikumbusha. Akikwambia leo hukupigia mamako, mwambie asante kwa kunikumbusha, nitampigia asubuhi. Haleluya. Maana anatumianga distractions kukutoa kwa maombi. Anakukumbusha, hujafanya kazi, hakupigia. Uliambia mtu utamutumia namba ya simu, hujamutumia. Mwambie asante kwa kunikumbusha, lakini sasa hivi naongea na Mungu. Mungu kwanza, wengine baadaye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba ni kazi. Yesu aliomba mpaka jasho likamtoka, kwa sababu inafikanga mahali unaanza kusikia ni kama wanakufinya, unaanza kusikia ni kama unadungwa. Usiache, endelea kuomba. Unaanza tu kuomba tu, nasikia naumwa na huku, naumwa na huku, kichwa inauma. Ni uongo. Mwambia hiyo mapando sitaki umwe, ni hekalu la Roho Mtakatifu, liko mbele ya Baba yangu. Imeandikwa, alipo Roho Mtakatifu kuko na ukombozi. Siko chini ya magonjwa, iko chini ya uzima wa milele. Endelea kuomba, na nakwambia magonjwa yote yasikia tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea usikii tena. Unafika mahali unaanza kuona vitu usielewe, zisikusumbue. Hata ukikaa unaona vitu usielewe katika macho yako, zisikusumbue. Endelea kuomba, maana macho yamefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kuko na watu aina tofauti. Kuko na wale watu wanaitangwa watchers. Habakuki wanasema kwamba nitapanda katika mnara na nitaangalia. Yesu akasema kwamba kupitia kwa neno lake, kuna mahali nasema kwamba mwana wa mtu nimekuweka kuwa mwangalizi wa ndugu zako. Nikukwambia wewe ni mwangalizi, na mwangalizi ni mtu ambaye anaona kiroho, na huwezi ona kiroho ikiwa uombi. Kwa nini unajidharau? Kwa nini hujawahi ona? Ni kwa sababu haujafikia hiyo kiwango, na hicho kiwango ni wewe tu uanze kuomba mdogo mdogo, alafu utafikia huko mbele. Haleluya. Unaweza omba tu wiki moja, mambo yakabadilika. Tunalizoea kuomba. Niliombanga siku 3 mfululizo, nikitembea hivi nasikia amani kila mahali. Hata kasema kuna kitu kimebadilika. Haleluya. Anza tu kuomba. Jifundishe kuwa na discipline. Ni maombi na tabia. Ukuwe na tabia ya rohoni, tabia ya kuombaomba. Si kuombaomba watu, ni kuombaomba Mungu. Haleluya. Maana usipoomba Mungu utaomba watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kuomba macho yanafunguka, unaanza kuona, unaanza kuambiwa. Hata kama uoni, huenda wewe ukuchaguliwa kama mwangalizi. Kuna mtu anaomba sana ili kulinda wengine. Haleluya. Kuna watu wameinuliwa kulinda madhabahu. Yakipiga magoti anasikianga ombea tu madhabahu, anasikianga tu ombea wa huduma. Wewe umeitwa kuombea wa huduma. Haleluya. Na Roho wa Mungu atakuongoza hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usikuwe na wasiwasi. Kuna wale wakiomba wanaona. Akiwa anaomba anakaa hivi, akimaliza anaona uombi, anaambia wewe uombi. Anaona fulani kwa matatizo, anakuombea. Si lazima akupigie simu. Bwana Yesu asifiwe. Wajua wakati mwombaji anapoanza kuona mambo ya watu, akiwaambia wanaanza kuogopa. Haleluya. Walio nje ya kanisa wanataka waambiwe mambo yao. Walio ndani ya kanisa hawataki ajulikane. Hataki ajulikane aombaji. Sasa wakati unaenda na mwambie, unajua niliona uombaji wewe, anaanza kukuepa. Haleluya. Anadhani akisonga mbali na wewe hautaona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiwa na mpango na wewe, anaweza onyesha mtu yuko mbali mambo yako. Ataanza kuomba, haambiwe ombea huyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujifundishe kuomba. Tufungue katika kitabu cha Yeremia mlango wa 31 mstari wa 9. Jeremia chapter 31 verse 9. Nasema kwamba
Ukifika sema amen. Nasema watarudi wakiwa wanatoa machozi, nitawarudisha nikiwafariji, nitawapitisha kando ya vijito vya maji katika njia iliyonyooka ambamo hawatajikwaa. Maana mimi nimekuwa baba wa Israeli, Ibrahimu ni mzaliwa wangu wa kwanza. Najua ya kwamba inasema kwamba watarudi kwangu wakilia, na kwa maombi nitawaongoza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana anasema kwamba Bwana utuongoza kwa maombi. Haleluya. Ukitaka kuongozwa na Mungu unaongozwa kwa maombi. Ukitaka kusonga mbele kimaisha, maana sisi ni watu wa rohoni na sio watu wa ulimwengu. Hatufuati ulimwengu unachosema, tunafuata Mungu anachotuambia. Haleluya. Kwa sababu ulimwengu haujui kule uendako, lakini Mungu anajua kule uendako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukianza kufuata watu, utakula makombo ya ulimwengu, utakula taabu na dhiki. Lakini ukianza kufuata Mungu, atakuongoza kwa maombi. Wakati ambapo unaambia Mungu, naomba uniongoze, unamwambianga kwamba Bwana, nimekubali kuomba, nimekubali kuja kwako katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Bwana anasema kwamba Daudi akasema kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nataka nikuulize swali. Haleluya. Kati ya kondoo na mchungaji ni nani huongoza mwingine? Haleluya. Ni nani huelekeza mwingine? Ni mchungaji. Haleluya. Wakati ambapo kondoo hazisikizi mchungaji, zimepotea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye mchungaji wako. Wakati ambapo uombi umepotea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jifundishe kuomba, jifundishe kuja kwake kila siku, kwa sababu Yesu ndiye atakuongoza mahali ambapo kuko na majani mabichi. Haleluya. Si mahali ambapo majani yamekanyangwa yako na kinyesi yamekauka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kusema kwamba Mungu alishi watu wake malisho yamekauka, alishi watu wake malisho yamenyauka. Tuko na zile maize stocks, tukitoanga kwa shamba tunawekeanga ng'ombe, zile zimekauka, hazinanga nutrients nyingi, ni za kufanya mtu wa survive. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zinakufanya tu survive. Usipoomba utakuwa unakuta wewe unakulanga hizo, una survive tu, roho haina nguvu. Haleluya. Adui akija akiamua kupita na wewe na kuchukua tu. Haleluya. Ukitembea na Mungu unakuanga yusufu kwa Mungu. Haleluya. Ukitembea na Mungu, ukianza kuomba sana, mchungaji hakui kama daktari kwako, mchungaji anakuwa kama mwalimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utafunuliwa vitu vingi na Mungu, utamtafuta, nifundishe. Lakini ukiacha kuomba, ukipunguza maombi, umeinuliwa hukuongeza kiwango cha maombi. Wakati ambapo unaambianga Mungu nipeleke kiwango kingine na uombi, unadhani hicho kiwango utakimenteni vipi? Maombi zingine zilijibiwa, lakini kwa sababu wewe haukuomba zaidi uombi. Haleluya. Kwa sababu inahitajika wewe uombe ndio kile ambacho kimepitishwa katika ulimwengu wa kiroho ukijue na ukilete hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kinawekwa ndani yako. Wakati ambapo unaamua kufunga na kuomba, nataka nikwambie kitu kimoja. Wakati ambapo nasema kwamba nafunga kula niende nikaombe, haleluya, unakuanga ni kama umefungua mlango ukaingia mahali ukajifungia, ambapo wewe na Mungu ndio mnaonana. Haleluya. Tunakuona hivi, lakini kiroho uko mahali pasiri, uko mahali ambapo pameinuka. Haleluya. Na hapo ndipo unapataka kujua siri za ufalme. Siri za ufalme zinafunuliwa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Siri za kweli utazijua kupitia kwa maombi. Siri ya kufanikiwa yako utajua kupitia kwa maombi. Lakini wakati ambapo unasusia kuomba, zinasusia, utajipata unakulanga yale malisho wengine wamebakisha.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tuombe ndio tuongozwe na Mungu, tukule chakula ambacho kiko fresh. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho tunakwambia kwamba kila neema iko na requirements zake. Bwana Yesu asifiwe. Kila neema. Haleluya. Ukikuwa mchungaji na uombi, unakuwa tu mchungaji jina, lakini una mateso mengi. Bwana Yesu asifiwe. Najua umeona kuna wachungaji ambao hawana, ukiangalia ni kama hawana mafuta. Sio ati hawana mafuta, mafuta yako upako huko, lakini kwa sababu ya maombi yao, kiasi chao cha maombi hawawezi yapata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unaonanga kwamba, kwa mfano, wacha nitumie mfano wa serikali ya Kenya, umechaguliwa kuwa kiongozi. Kuko na zile vitu ambazo katiba inataka uzifanye. Haleluya. Na usipozifanya unafanywa vile walifanyia Gachagua. Haleluya. Wana kutoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho, utapewa ofisi, utapewa cheo. Hata ukiomba Bwana naomba promotion kazini, ndio uimaintain maombi. Haleluya. Kwa sababu umeipata kwa maombi. Ukiacha maombi unashukishwa. Haleluya. Haiwezi tolewa. Haleluya. Haiwezi futwa. Alikuanga mchungaji, lakini unakuwa kama mchungaji aliyestaafu. Au kustaafishwa na Mungu, ni wewe haujafulfill the requirements. Haleluya. Umekuwa hicho kiwango ulicho. Ukikataa kuomba, sikudanganyi, hautaenda mbele, utashuka. Katika ulimwengu wa kiroho hakunanga kusimama mahali pamoja. Ikiwa unasonga mbele ama unarudi nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unasonga mbele ama unarudi nyuma. Wakati umeacha kuomba, umeanza kurudi nyuma, kwa sababu muda unasongea. Mungu anakutaka hapa. Ulimwomba Bwana, nataka unipe gari, akasema ni sawa, tutakupatia gari. Lakini kwa sababu gari iko na vita zake, tunataka afike kiwango fulani cha maombi, ndiye awezane na wachawi. Haleluya. Ndiye akuwe na uwezo wa kuvumilia kutukanwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unasusia kuomba, unasema Mungu amechelewa kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na pikipiki inaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na ng'ombe, ulikuwa teka zizima inaenda. Matatizo yanatokea. Bwana Yesu asifiwe. Yanaweza kutokea ukiomba, lakini kama yanatokea kwa sababu uombi, omba. Na kama yanatokea kwa sababu unaomba, omba zaidi. Haleluya. Hakuna nafasi ya kuzimia. Haleluya. Nataka nikwambie kitu kimoja nijifundisha hii wiki, kwamba ukiona uko chini zaidi, ukiona uko chini, fikiria shetani yuko wapi, maana yuko chini zaidi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana alianguka na hakuna wa kumuinua, na wewe uko na mtu wa kukuinua, uko na Mungu wa kukuinua. Haleluya. Kwa hivyo hata ukisikia umelemewa, homa inakuandama, kumbuka shetani amelemewa zaidi. Haleluya. Kwa hivyo amka, inuka, uangaze. Yule mlemavu, yule mgonjwa aliyekuwa amekaa 38 years akigojea pone, akigojea mtu amrushe, wakati Yesu alimwambia inuka, jitwike godoro yako, umepona, wende. Haleluya. Aliamuka yeye mwenyewe. Yesu hakumwinua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siwezi kukuinua kimaombi, wewe ndio utajiinua, maana Mungu ashakuinulia. Mungu ashakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu useme mimi nitaomba. Siwezi kuja nipigie beti, niambie beti
omba. Haleluya. Hiyo kazi siwezi, ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu amenituma nikwambie kwamba jifundishe kuomba, endelea kuomba, weka gospel, omba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasikia na kushinda zaidi, si uko na simu, tukiomba wewe rekodi hapa, tukiomba rekodi, weka tu sauti rekodi na uendelee. Alafu ukifika nyumbani connect na ufa yako. Haleluya. Maana hata ukirekodi yale maombi tumeomba kwa Yahweh, beba ule upako. Ukifika kule nyumbani utaweka, utasikia tena environment imeshuka. Bwana Mwitege akaomba, akaimba akisema tukiimba Mungu anashuka. Haleluya. Himba. Haleluya. Kwa hivyo anza kuimba. Itafika mahali uko unaomba. Unajua kuna watu wako mbele yako. Haleluya. Mtu yuko mbele yako, ukimpatia microphone anaanza kuomba na anasonga na anaweza omba hata wanao. Haleluya. Kwa sababu amekuwa akiomba. Ukianza kuomba usizime madhabahu yako ya maombi. Haleluya. Usizime. Kwa mtakatifu. Usizime. Unazimanga vipi? Unaacha kuomba. Ulikuwa umepanga utakuwa unaomba saa 1 kila siku. Saa 1 inafika unasema wacha niangalie news. Haleluya. Nasema wacha niangalie news. Ukiangalia news natangazanga tu vitu vibaya. Uchumi umeharibika. Bei ya mkate itaongezwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unajipata saa 1 imefika, uko TikTok. Unaona video unapenda, nasema wacha niangalie dakika 10. Ukiangalia ni saa 5. Umepitisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe, maana sasa hii nyakati ni mbaya. Haleluya. Na maandiko yanaendelea kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuombe, maana udanganyifu ni mwingi. Na tuombe nchi yetu hapa Kenya. Haleluya. Unajua nchi yetu inavuma kwa vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Inavuma kwa vitu vibaya. Haleluya. Tuombe hiyo sifa iondoke. Nchi yetu inavuma kwa vitu vibaya. Na shetani ametufanya tukapenda vitu vibaya. Kenya wameacha Tanzania, tunashangilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Maana sisi ndio tuliochaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya nchi yetu ikiharibika, inaharibika pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. So tuombe. Na tuombee watu, maana kuna roho nyingine yenye inatembea. Hata ugonjwa mnaita chikungunya, si chikungunya. Mimi nafanya hospitali. Tumepima si malaria, si dengue na si chikungunya. Hata nilikuwa kwa news wakasema madaktari hawajui ni nini. Haleluya. Sasa ukienda hospitali unapewa tu Panadol, unaenda nyumbani. Ukienda private wanakupatia madawa mingi. Sema acha tumusindikize hapa tukaja kwa shia ama ulipe pesa. Na ambayo hii dawa ni 5,000. Haleluya. Kwa hivyo tuombe. Ndio pepo tu ndio umekuja ili kutukamata. Lakini sisi hatutakata tamaa. Tutaumaliza. Tumeomba mara nyingi na zikaisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Bwana, nchi yetu iko na vitu fani sana zinatokea. Hata jana nimeona mwingine anajiita Mungu wa Kakamega. Haleluya. Hamjamsikia?
Mama Maria mwingine akatokea juzi akasema ati ni mama wa Yesu. Baada ya siku 3 mwingine akasema ni Mungu wa Kakamega na Bwana Jehanamu yake na anaandika Agano la 3.